tuzungumzie pia Nyamagana ndio sehemu ambayo umesema ni kitovu. Na shughuli mbalimbali zinaendelea na kwenye mji lakini pia nje ya mji pembezoni. Kuna sehemu ambazo hazina umeme mpaka sasa hivi. Katika awamu yako yote hii, kwa mfano tuzungumzia haya maeneo tukianzia Kishiri hapa kwenda hii Rwanima huko wapi maeneo ya Fumagila kule, kuna maeneo ya kule ukitoka Buhongwa kwa mbele kule penyewe pia hakuna miundombinu ya umeme, na wananchi wako wanahitaji umeme kwa ajili ya kuzalisha. Na sasa hivi umesikia uchumi wa kati tumeingia, umeme unahitajika kwa sana. Vipi hapa kwenye mchakato huu wa kuhakikisha kwamba umeme unapatikana? Kwanza nikubaliane na wewe kabisa kwamba kama nilivyosema, unajua Nyamagana imekuwepo takriban toka imeanzishwa mwaka 1992. Leo tunazungumzia karibia miaka 20 hivi. 28 hivi. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba mbunge aliyeingia 2015 hakika hakupaswa kushughulika na mambo yanayoitwa umeme, maji, barabara kwa hadhi ya mji. Lakini kama unavyofahamu, kila mwakilishi anapoingia anakuwa na maono na mawazo yake. Kwa hiyo ndio maana nikasema mwanzo, mimi nimepata bahati ya kuwa kiongozi kwa ngazi takriban 3 mfululizo sehemu moja. Kwa hiyo nimepata nafasi ya kujua vizuri, na hapa ndipo unapokuja kutambua umuhimu wa kuwa na kiongozi anayefahamu changamoto za watu wanaoishi nao. Mimi wakati naingia maeneo mengi sana yalikuwa hayana umeme. Ukianzia kata ya Igoma yenyewe, ukienda kata ya Kishiri, ukienda kata ya Rwanima, ukienda kata ya Buhongo, ukienda kata ya Mahina, maeneo yote haya, ukienda hata maeneo mapya ya kata za Mkolani. Na sababu moja ni nini? Kwamba Mwanza inajengeka sana sasa hivi, hasa maeneo yote haya pembezoni tunayazungumza. Lakini tulichokifanya, kwa mfano ukienda kata ya Igoma na Kishiri, ni kata ambayo ilikuwa moja ikiitwa Igoma ikazaa kata ya Kishiri. Kwa kule maeneo mengi sana yalikuwa umeme, lakini tulikuwa na mradi wa umeme wa TANESCO ambao tumepeleka karibia mitaa 5. Sasa unaweza ukajiuliza, Igoma na Kishiri kuna mitaa karibia 20 au 18 hivi. Kwa hiyo tulichokifanya ni kuhakikisha kwamba ile mitaa ambayo iko pembezoni, ukienda kule maeneo ya Galilaya, ukienda Ndofe, ukienda Mbugani, ukaenda Bukaga yenyewe, ndipo tulipoishia kusambaza umeme. Lakini leo ukienda maeneo ya Kanindo bado hakuna kabisa umeme. Lakini ukashuka sawa ya chini kidogo, hakuna umeme. Lakini tulichokifanya sasa hivi, ukienda maeneo ya Buhongwa kwa mfano, ukienda maeneo ya Buhongwa kule Bulale, Nyakagwe, Kigoto, Nyangwi, kuja mpaka maeneo ya Buhongwa kati huku, maeneo yote yale tulilazimika kuomba umeme na tukapata umeme wa Lea. Lakini jambo kubwa, tumeingia mpaka Rwani majuzi. Tumefunga umeme takriban kwenye mitaa karibia 5 hivi, mitaa Kagera, Semba, sawa ya chini, sawa ya juu. Nenda sasa hivi tunakwenda mpaka Isebanda ambako tumejenga kituo cha afya kikubwa kabisa kwa maana ya utoaji wa huduma za afya. Tunapeleka umeme. Lakini ukizunguka maeneo ya Gwambiti ambako tunataka pia kuwe na umeme kwa sababu tuna mradi mkubwa wa maji. Mheshimiwa, hapo niliona pia kuna nguzo zimepita kuanzia hapa mtaa umenitoka kidogo, lakini kuna nguzo ambazo zimepita. Nikajiuliza pia kwamba huu umeme unaopita ni ule wa REA ama ni mchakato gani pale? Sasa ndio ninachotaka kusema hapa kwamba tumekuwa na hiyo changamoto kwamba TANESCO wanafanya kazi nzuri sana kama unavyofahamu. Toka serikali ya awamu ya 5 imeingia madarakani, shirika la TANESCO limeanza kujitegemea. Sasa ni wakati ambao linatekeleza miradi mingi sana, lakini jambo zuri ni kwamba miradi yote ya umeme sasa hivi inatumia vifaa vinavyozalishwa nchini, kuanzia nyaya, transformer, mita na vitu vingine vingi. Hapa ndipo tunapotafuta, ndio maana tunazungumza habari ya kukua kwa uchumi. Tumeingia uchumi wa kati na kadha wa kadha. Lakini kikubwa, mimi ndio mbunge wa kwanza, na hii lazima ikae kwenye record, ndio mbunge wa kwanza kujenga hoja ya miji ambayo ina sifa za kuwa majiji lakini haina vijiji. Utakumbuka Mwanza ni jiji, halina kijiji hata kimoja. Sasa kama ni jiji ambalo halina kijiji, tafsiri yake hatuwezi kuenjoy kupata umeme wa Lea. Lakini mimi nilijenga hoja, ndio mbunge wa kwanza, naweza kukiri hivyo na kusema kwamba ndio mbunge wa kwanza pekee niliyejenga hoja kwamba maeneo mengi ya mijini japokuwa yana mitaa yana vijiji,
lakini tuna maeneo pembezoni ya mji ambayo yana sura za vijiji. Haya, mwananchi anayeishi kwenye maeneo yale, uwezo wake wa kugharamia umeme wa shilingi 250,000 kwa nguzo moja hawezi hata kidogo. Ndipo serikali ikaamua, na mwaka juzi, mwaka 2018 nakumbuka, ndipo Nyamagana tukapata mitaa 5 ya majaribio na ikawa na mafanikio makubwa sana. Mwaka 2019 waziri akaja, tukaongeza tena mitaa mingine kama 8 hivi, ikaonekana ni jambo ambalo linawezekana. Kwa budget ambayo imepita ya Wizara ya Nishati, ukipekua hata kwenye tovuti zao utaweza kuona kwa mara ya kwanza maeneo yote ambayo yako mijini lakini yana sura za vijiji, tukiwemo Nyamagana, kuanzia tarehe 1 mwezi wa 7 tutapata umeme wa LEA kwenye maeneo yote yaliyobaki wa 1027. Kwa hii kwangu mimi ni faraja na heshima kubwa, kwa sababu natambua mazingira ambayo watu wetu wanaishi nayo. Kwa hapa ndipo tumefanya kwa sehemu kubwa kidogo, lakini kama nilivyosema, Nyamagana inakuwa sana. Na kule pembezoni ndiko watu, ukipeleka leo umeme kwenye makazi ya watu wanaotegemewa labda 100, tegemea baada ya miezi miwili kutakuwa na watu 200 wanahitaji umeme kuliko ilivyokuwa mwanzo. Kwa tumefanya, na jambo kubwa ambalo linatupa faraja ni kuona sasa serikali imekubali kuleta umeme wa LEA, kwa sababu tunaamini, na ziko changamoto nyingi, tunapeleka umeme wa LEA vijijini. Unajua kuna wengine ambao wanaweza kaona alafu asijue. Kabisa. Asijue kama umeshughulikia wewe. Kabisa. Yaani akajua lakini akaona lakini asijue. Na kuna makusudi tu. Kwa mfano kuna hoja huwa inajitokeza, ni hoja dhaifu sana kwamba mmefanya hivi, wanasema hii atakuwa hajafanya mbunge, hii atakuwa hajafanya diwani, hii amefanya rais. Yes. Yani huwezi kumtenganisha mbunge, diwani ukawatenganisha na rais. Sisi wote tuko chini ya mwamvuli wa serikali. Yani mimi mwananchi, mimi mbunge, namwakilisha mwananchi kwenye bunge ambayo inaitwa National Assembly. National Assembly ni mkutano wa wananchi ambao ingewezekana wananchi wote Tanzania wakati wa kupanga bajeti, wakati wa kushughulikia na kubadilisha sheria, tungekuwa tunaenda Dodoma pale. Sasa imagine tungekuwa na mkutano wa namna gani? Kwa katiba ikatengeneza mfumo wa kumpata mtu mmoja ambaye ni mwakilishi. Na utafahamu sisi huku chini kazi yetu ni kuibua, kusema na kusemea changamoto zinazowakabili wananchi, ili serikali ilete fedha tuweze kutekeleza. Ukizungumza serikali unamzungumza rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa sisi kama wawakilishi tunapeleka matatizo ya wananchi. Nimesema hapa, tuliahidi kwenye kampeni kujenga zahanati 6 kwenye kata zetu 6 ambazo zilikuwa hazina zahanati. Mimi kama mbunge, na mbunge yoyote nchini na duniani, hakuna mbunge anayeweza kutumia fedha yake mfukoni kujenga hizo zahanati 6. Maana yake ni kwamba tunaiambia serikali, watu walionituma kuja hapa bungeni wanahitaji 1, 2, 3, naomba serikali ifanye. Sasa serikali imefanya, alafu utasema nani amefanya? Si lazima ni serikali imefanya, lazima ilete fedha. Kwa hiyo kazi ya mbunge ni kuwakilisha changamoto, kero na matatizo ya wananchi wale waliomtuma kwenda kuwasemea. Hatuna maji, siwezi kuleta fedha za kujenga maji. Bilioni 56 nazitoa wapi? Naiambia serikali, Mheshimiwa Rais kupitia bungeni, wizara husika, Rais kupitia bajeti tunazopanga kwenye bunge, Rais zinaidhinishwa na bunge, Rais anaanza kuruhusu matumizi yake, sisi tunapata huku chini, tunatekeleza miradi tuliyoahidi wananchi. Kwa hiyo mbunge, diwani ni mwamvuli chini ya mwamvuli mkubwa wa rais kupitia kwa wananchi. Kwa hakuna shaka kwamba kila tunachokifanya kinategemea fedha ya serikali. Yale binafsi tunaweza kuyafanya kwa kutekeleza ilani. Unaweza kuona kwa mfano tumetoa kitabu cha utekelezaji wa ilani, tunasema Nyamagana tuliahidi, tumetekeleza. Huku ndani kuna mambo mengi sana. Ukikuta mambo ambayo mbunge peke yake tu amefanya kwa namna yake ya kushirikisha wadau na kadha wa kadha, tunazungumzia takriban shilingi labda milioni 200 na kitu peke yake mpaka 300. Lakini kubwa zaidi tunalazimika kutafuta wadau. Tumejenga shule moja nzuri kabisa, shule ya msingi ya serikali ambayo haiko popote naamini katika nchi hii. Tumejenga pale Igeregere. Lakini hii tumefanya sio kwa sababu sisi tuna hela au tuna nini. Tumefanya kwa kushirikiana na wadau wa SOS ambao wanatoa huduma hapa Mwanza, kituo kizuri cha watoto na malezi.
mnazungumza, wanafikia makubaliano, wanayo component ya kuboresha elimu, mnakubaliana mahitaji yenu ni wapi, mnashawishi, wanaona hoja ya msingi, wanafanya. Ndio maana leo tumeweza kupeleka vitabu karibia shule za sekondari 5, zaidi ya vitabu 6,000. Tumejenga shule nzuri kabisa ya kisasa pale Igeregere, shule ya msingi, ghorofa yenye vyumba 7. Unaweza kuona tumeweka hata hapa. Lakini tumesema pia tumekarabati kabisa shule ya msingi Igeregere kwa mara ya kwanza. Shule ya sekondari Igeregere ni shule ambayo ni mpya kabisa. Ile unaweza kuona hii ni shule ya ghorofa 1, ina vyumba 7, ya kisasa kabisa, nzuri. Lakini tumekarabati shule yote ya sekondari ya Igeregere. Tumekarabati matundu ya vyoo sehemu zingine mbalimbali. Tumeongea na MWAUSA, wametafuta fedha. Kwa mara ya kwanza tumejenga zaidi ya matundu 300 ambayo haijawahi kujengwa kabisa popote Nyamagana, mapya ya kisasa, yanazingatia hali za watoto wa kike, yanazingatia hali za watoto wenye ulemavu, yanatambua kwamba kwenye shule kuna walimu wanastahili heshima ya kujitegemea na watoto wajitegemee. Kwa haya ni mambo ambayo sisi kama wawakilishi tunaguswa nayo kuhakikisha kwamba tunayatafutia ufumbuzi na yanatekelezeka. Ni mengi sana, hatuwezi kukamilisha yote, lakini kwa kiasi. Kwa mfano, mwaka wa kwanza peke yake 2015 mpaka 20 tuliahidi kupunguza tatizo la madawati. Unaweza, wakati tunaingia sisi tulikuwa na upungufu wa madawati 12,000. Mpaka leo nazungumza kwa jimbo zima la Nyamagana. Mpaka leo nazungumza hapa tumetengeneza madawati 16,000. Karibia na 400 na kitu. Mpaka na ziada. Lakini leo ukienda kwa watoto, baada ya kuwa na vyumba vingi vya madarasa, ikaja baada ya kuwa na madawati mengi, ikaja changamoto nyingine, vyumba vya madarasa. Na kama unavyofahamu, utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi wa elimu bila malipo ukachangia zaidi ongezeko la watoto. Nyamagana kila mwaka baada ya awamu ya 5 kuingia, tunasajili zaidi ya 100% lengo la watoto kuingia kwenye kidato cha kwanza, lakini kuingia darasa la kwanza. Kwa tumejitahidi kuhakikisha tunajenga shule mpya kama hizo, lakini tunaongeza vyumba vya madarasa kadiri tunavyoweza. Sasa haya ni mambo ambayo tumejenga shule mpya takriban 2, lakini hazitoshi peke yake. Tumeongeza vyumba vya madarasa karibia vyumba 56. Lakini bado peke yake havitoshi. Wananchi kila kata wanafanya jitihada hizo. Na mimi nawashukuru sana wananchi wa Nyamagana, wengi wamekuwa elewa na wamejitolea sana kuhakikisha kwamba wanaisupport serikali kwa kushiriki kuhakikisha wanajenga vyumba. Wameenda mbali, ukienda sekondari ya Bohongwa, wazazi wenyewe wameshiriki wenyewe kwa kujenga bweni la kuchukua watoto karibia 100. Sio kazi ndogo, mzazi mmoja kuchanga shilingi 300 kwa ajili ya kupata fedha za kujenga bweni moja ambalo linagharimu karibia milioni 100, na sisi tunachangia pale. Kwa hiyo unaweza kuona muunganiko kati ya wazazi, wananchi, viongozi na serikali kwa ujumla. Kwenye sekta ya elimu tumefanya kwa kiasi kikubwa tulichoweza. Changamoto bado ni kubwa, tunaendelea kushughulika nazo kuhakikisha kwamba walau tunaboresha pia kwenye sekta ya elimu kwa kiwango kikubwa kadri tunavyoweza. Sasa tutakuwa na stendi iliyo bora kabisa na tutakuwa na soko lililo bora kabisa. Na uzuri wa soko letu halina mfano wowote ule, kwa sababu tumejenga soko, tutajenga soko ambalo ni very modern, lakini ni soko ambalo linamtazama mfanyabiashara wa kawaida. Hatuna gorofa kwenye soko letu. Tunakuwa na vizimba vya chini, tutakuwa na soko la underground, tutakuwa na soko la upande wa juu, lakini litakuwa ni soko bora na stendi bora kabisa. Kwa hiyo sina shaka kwamba katika mipango ya serikali tulilazimika kusimama ili kufanya jambo lingine la muhimu zaidi na la haraka, kuhakikisha kwamba mambo mengine yanaendelea. Lakini kubwa zaidi, nafikiri tunaelekea mwisho, nitumie nafasi hii kuwashukuru sana viongozi wangu wa halmashauri ya jiji la Mwanza wakiongozwa na mkurugenzi Kibamba. Wameshiriki kufanya kazi ya wananchi wa jimbo la Nyamagana, kutatua changamoto na kero nyingi kwa kiwango cha hali ya juu. Mheshimiwa wangu mkuu wa wilaya wamenipa ushirikiano, tumefanya kazi nzuri. Wao kama walezi na wasimamizi wamefanya jambo kubwa sana kuhakikisha tunavuka salama. Lakini kubwa zaidi, Mheshimiwa mkuu wa mkoa na timu yake yote, rasi pamoja na watendaji wengine wote na watumishi wengine wote wa umma, walimu na wengine wote, hakika wamefanya kazi kubwa sana ambayo imetufikisha hapa leo nayo yazungumza haya. Ni kwa sababu wao wamekuwa sehemu ya mafanikio haya. Na mwisho wa siku nikishukuru chama changu, Chama cha Mapinduzi, kuwa ni chama ambacho kimeonyesha dira na kuhakikisha kwamba kinashughulika na matatizo na changamoto za wananchi.
Zaidi ya yote ni Mungu ambaye ameendelea kutupa sifa na uhai wa kuendelea kufanya kazi hii tukiwa na afya. Nilikuwa nawaambia watu juzi tumemaliza bunge la watu 393 lakini miongoni mwetu karibia wabunge 8 wamepoteza maisha kwa miaka hii 5. Kwa Mungu kutuacha sisi inawezekana na makusudi makubwa na sisi, kwa ni lazima tuhakikishe tunaitenda kazi hii ambayo tuliomba na alitupe. Zaidi ya yote tunamuomba asitunyang'anye, aendelee kutuachia ili tuendelee kutumikia wananchi. Tunashukuru sana. Filimbi imelia ya ubunge wa diwani. Filimbi imelia, hakika mimi sina tatizo, sina shaka. Unatia nia? Sio kutia nia, natetea. Maana kuna kutia nia na kutetea. Kwa hiyo kuna washindani na watia nia. Kwa mimi ni mshindani. Kwa nasubiri kuona watia nia wanaopita na nataka tuulize nani hapa sababu jana waziri pia alizungumza na yeye kwamba jimbo lake bwana kuna watu wanaendelea na nini akazungumza. Tumeshukuru sana mheshimiwa mbunge, asante kwa muda wako. Tunajua una majukumu mengi. Tumekuwa tukiwasiliana, unajaribu kuangalia lakini kwa muda wako wa kuweza kufika hapa, asante sana. Nawashukuru sana. Asante. Tutakupa namba ya wewe ni mshirika wa AICT najua. Lakini pia tunajua pia ili jengo na lenyewe tunafanya na tutaendelea kufanya, na hii ni kazi kubwa lazima kama nilivyosema. Na litanakshi mji pia. Kama nilivyosema, sasa hivi tunaona kabisa tuliozaliwa huko na kulelewa huko, tunaona sasa tunaanza kuingia kwenye kwenye dunia nyingine ambayo taifa lipo na mataifa mengine yapo. Na mimi niseme kama kanisa linapokuwa na viongozi wenye weledi na matumaini mapya kwa watu wao, ndivyo tunavyozidi kubarikiwa na kufunguka. Ndio maana nikasema pongezi nyingi sana kwa askofu mkuu, kwa katibu mkuu na maaskofu wote wa dayosisi zote, lakini waumini wote, nikiamini kwamba hii ni la kwao. Kwa hiyo na mimi niwatie moyo kwamba hapa tunauona mwanga mkubwa sana. Kwa sina shaka tutavuka tukiwa salama sana, na Mungu aendelee kutuheshimisha na kutupa baraka hizi, na sisi tuendelee kumheshimisha kwa sababu bila yeye hakuna linalowezekana. Yaani ni kama unavyoona CCM nyinyi na Magufuli, wazee IC ndivyo tunavyoona Magufuli ambaye ni Mr. Mtebe yuko pale. Hakika ni mmoja kati ya makatibu bora kabisa kuwahi kutokea. Na siku zote mimi nimekuwa nikisema tukianza na Mungu tutamaliza na Mungu, kwa sababu naamini katika hilo. Shukrani sana. Asante Toka uhuru marais wastaafu wenyewe wanakiri kwamba yako mambo haijakuwahi kufikiriwa. Na mmoja ya mambo makubwa tunayozungumza leo, unaweza kuimagine ni kwa namna gani tunaweza kujenga hospitali za wilaya 77 wakati toka tumepata uhuru tunazo hospitali 67 peke yake za wilaya. Namna gani tunaweza kujenga idadi ya vituo vya afya takriban 400 nchi nzima. Ni kwa uwezo gani tunaweza kujenga zahanati zaidi ya 3000 nchi nzima. Ni kwa vipi tunaweza kujenga hospitali za rufaa za kanda karibia 10 nchi nzima. Kwa haya ni mambo ambayo yanatokea. Leo tunaongelea habari ya standard gauge, na watu wengi hawajui, na mimi nasikitika sana kuna watu wamefikia hatua ya kubeza. Leo tunajenga bwawa la umeme, watu wanabeza. Leo tunaleta ndege, watu wanabeza. Lakini nataka nikwambie, unapozungumza uchumi wa maendeleo ya mtu mmoja mmoja, hauwezi kuja kama hatuna miundombinu ya usafirishaji iliyo imara na bora. Hatuwezi kuupata kama hatuna umeme wa uhakika. Hatuwezi kuupata kama usafiri wa maji, anga na nchi kavu huko imara. Kwa haya yote yatakapokamilika, na mimi nataka nikwambie, ndio wakati ambao tunakwenda kuona Tanzania mpya tunayoizungumza chini ya serikali ya awamu ya 5 inapokuja kujipambanua katika kuhakikisha inashughulika na kutatua changamoto za wananchi. Nyinyi ni mashahidi waandishi. Kwa kumalizia, kulikuwa na migogoro mikubwa sana huko pembezoni kati ya wafugaji na wahifadhi, kati ya mabonde sijui nini, lakini Mheshimiwa Rais alipounda timu ya mawaziri 8 kuzunguka nchi nzima kuangalia na kutatua migogoro hii, leo nyinyi ni mashahidi. Kama tumebakisha migogoro mikubwa iko Morogoro tulioona Mheshimiwa Rais anazungumzia juzi, lakini 88 mpaka 90 ya migogoro ya ardhi kati ya hifadhi, wafugaji, wakulima na wafugaji imekwisha kabisa. Kwa hili ni jambo la kumshukuru Mungu, ametupa kiongozi ambaye anatambua thamani ya watu wake,
kiongozi ambaye ana maono ya mbali, kiongozi ambaye anatamani kuacha taifa likiwa limepiga hatua kubwa sana. Bwana tukushukuru. Nimalizie swali moja la mwisho. Mwanza wakati rais alikuja hapa akizindua ile daraja la Furahisha pale, rais alizungumza kwamba anataka kuifanya Mwanza kuwa Geneva. Wewe mmoja kati ya wabunge ambao huko hapa Nyamagana. Yaani mmoja kati ya wana Geneva. Wana Geneva. Unadhani kauli hii sasa tunaelekea huko kufikia Geneva ya Mwanza, kwa ukiangalia pia na sasa hivi tumeingia katika uchumi wa kati? Kwa mipango tulionayo kama nilivyosema, kwanza ni ya kufungua mji. Lakini unaweza kuona tulikuwa na miradi na hili nilisema leo watu wengi hawajui, tulikuwa na miradi miwili mikubwa ya kimkakati kwa maana ya soko na stendi. Nataka niwaambie wakazi wa jiji la Mwanza, hasa Nyamagana, serikali ina mipango mingi, lakini plani yetu na mipango yetu haijaondoka, bado iko pale pale. Hii miradi itaendelea muda mfupi kutoka